Kwa hiyo kutokana na hali hii naishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutusaidia kuleta ndege na kupiga hao waliojenga kwenye mashamba ya kampuni. Kwa hiyo kutokana na hali hiyo tunaiomba serikali kwa muda mwingine changamoto kama hizi sio sisi tu na wenzetu wengine inaposikia basi itoe msaada kusudi hawa watu wasaidiwe. Ndege Korea hawalindiki. Sisi tunatoka nyumbani saa 11 na tunarudi saa 1 au saa 2 nyumbani. Kwa hiyo hata familia zinakuwa muda mwingine baba anakusahau. Kwa hiyo tunaiomba kwa muda mwingine, na sio changamoto hizi tu, na kuna changamoto zingine nyingi za kilimo. Watakaposikia sisi wananchi tunalalamika, basi waje watusaidie. Kabla ya sasa hivi, hali ilikuwa sio nzuri shambani. Ndege walikuwa ni wengi. Yaani tunatoka asubuhi saa 11 tunarudi nyumbani saa 2 hivi. Tukifika nyumbani naye tunapata changamoto, watoto tumewaacha tangia asubuhi, wanafika pale hawajala, muda mwingine tunaondoka tu tunadamka, watoto wa shule nao pia wanaathirika, muda unaurudi mama sio rafiki. Pia yani hata huko njiani tulikuwa tunapata changamoto, tunaweza hata tukabakwa maana muda sio sahihi wa kurudi, ulikuwa muda ni mbaya. Lakini sasa hivi tangia ndege ije, serikali walete ndege, wavipiga dawa hawa ndege, tunamshukuru Mungu sasa hivi hali ni shwari na tunakaa majumbani sasa. Kwa kupitia changamoto kubwa niliyokutana nayo kwa kupitia wananchi wangu walivyokuwa wanaathirika na athari kubwa ya ndege. Kila siku, si usiku si mchana, nilikuwa napokea taarifa tofauti za uharibifu wa mimea, kwa hususani ni mpunga, kupitia ndege aina ya kwelea. Lakini nilijitahidi kutoa taarifa kwa viongozi mbalimbali wa kata, tarafa hadi wilaya. Viongozi wote hawakufumbia macho jambo hilo, walikuwa wananisapoti kwa nguvu kubwa. Ndipo sasa wakaanza kuniletea mchango mkubwa na kuanza kuleta ndugu zetu hawa wa uangamizaji wa ndege. Na hadi leo nimefurahika sana kwa msaada nilionyeshwa kwa kupitia viongozi wakubwa, kunisaidia supporta kubwa kwa kuona na mimi malalamiko yangu kwa kupitia wananchi wangu, na si wananchi wangu tu, hadi vijiji vingine walikuwa naathirika na ndege hawa. Lakini kwa sasa hivi niseme alhamdulillah, hali imeenda kwenye ubora. Kwenye halmashauri ya mji Ifakara, kata ambazo zimeathiriwa kwa maana ni kata 2, kwa maana ni kata ya Sanje, lakini pia kwa Kidatu, kwa sababu ni kata ambazo zimeungana, zipo kwenye korido moja, na ndio maana katika maeneo haya pia kuna hizi blocks kwa ajili ya mashamba ya miwa, na maeneo ambayo wakulima wanalima mpunga yako karibu na mashamba ya miwa. Kwa hiyo ndege wamekuwa wakijenga mazalia kwenye mashamba ya miwa, na hivyo kuja kuathiri sasa kwenye maeneo ya mashamba ya mpunga. Kwa ujumla taarifa tulizozipata na baada ya kufuata ufuatiliaji katika maeneo yote ni kata 2 ambazo zilikuwa zimeathiriwa. Lakini bado tunaendelea kufuatilia maeneo mengine, ila kwa sasa hali imekuwa shwari, hatujapata ripoti kutoka maeneo mengine kupitia wataalamu wetu na wakulima. Sisi tumeweza kufanya operation hii ambayo imesaidia kuokoa chakula ama mazao ambayo yalikuwa katika takriban hekari 700. Na hii ni mwendelezo wa kufuata maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa kuhakikisha kwamba kama Tanzania tunataka kujitosheleza katika kujilisha chakula sisi wenyewe, lakini natulishe na wenzetu. Kwa hiyo kama serikali tunajitahidi kuhakikisha kwanza tunaokoa hata punje moja ya mchele. Kwa hivyo na si kwa zao hili, lakini kwa mazao yote, pindi inapotokea milipuko mbalimbali, sisi kama mamlaka tunakuwa tunaweza kukabili kwa haraka sana, na tunaondoa ile tamaduni kwamba mpaka tatizo limetokea limeisha ndio tunalifuata. Sisi tatizo linapotokea kwa haraka sana tunaweza kulifuata na kuweza kuikabili. Kama hivi utaweza kujionea hali halisi ilivyo hapa shambani. Vile vile serikali kwa kuona umuhimu na kuongeza nguvu za mapambano za udhibiti wa visumbufu mbalimbali, tayari tunatarajia hivi karibuni kupokea ndege yetu, kiacha hizi ambazo tunachukua tunashirikiana na wenzetu wa shirika la udhibiti wa nzige wa jangwani